tumepotea hewani kidogo kwa sababu ya kimtambo, kulikuwa na technical issues, lakini tumerejea kukumbusha mpenzi mtazamaji tarehe 25 ambayo itakuwa weekend hii, tutakuwa pale Kajiado. Kuna cultural night, ikiwa ni shabiki wetu ama ungependa kuhudhuria ya Grand Granite Sacco, inaitwa Gusi Cultural Night. Tutakuwa pale moja kwa moja, umekaribishwa. Vile vile kutakuwa na chakula pale, kwa hivyo umekaribishwa. Na mbali na hayo mpenzi mtazamaji, pengine tutangazia ya Kenya Kwanza. Kenya Kwanza hapo jana ilikuwa na kampeni ama ule muungano wa Kenya Kwanza ulikuwa na kampeni pale Nakuru, ambapo flag bearer wa muungano ule wa Kenya Kwanza William Samoei Ruto alikashifu zaidi yale ambayo yalitokea pale Jakaranda na kumtaja kiongozi ama kinara wa Azimio la Umoja ama flag bearer wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance kwamba hakujitokeza kushtumu yale ambayo yalitokea pale Jakaranda waziwazi. Yes, Edwin, tuliweza kumuona akiwa na mkutano wa opinion leaders, ndio walikutana katika kaunti ya Nakuru, wakati William Ruto mwenyewe alikuwa anaendesha kampeni za muungano wa Kenya Kwanza katika kaunti ile ya Nakuru. Lakini tumekuwa tukimuona William Ruto akipeleka kampeni zake sana katika kaunti ile ya Nakuru. Kumaanisha kwamba wale wapiga kura katika kaunti ile ni wengi ambao wanataka kuhakikisha ya kwamba amepata uungwaji mkono maybe 90% ama 80% ili akaweze kutangazwa kama mshindi katika uchaguzi mkuu ujao. Lakini yeye aliweza kuzungumzia amani. Akasema ya kwamba muungano wa Kenya Kwanza, wawaniaji wote wa viti mbalimbali kuanzia MCA, wakilishi wodi ndiye huyo, mbunge, kina mama yule anawania kiti cha woman rep, senator, governor na yeye mwenyewe watahakikisha ya kwamba wameendesha kampeni ambazo ni za amani. Na yeye akasema ya kwamba hafurahishwi na kile kitendo ambacho kilifanyika wakati walipeleka kampeni zao katika uwanja wa Jakaranda kule Nairobi. Akasema ya kwamba kiongozi wa chama cha ODM ambaye ni mwaniaji katika muungano wa Azimio One Kenya, Raila Odinga, anastahili ajitokeze wazi na kukondem kile kitendo ama sarakazi zile ambazo ziliweza kushuhudiwa katika uwanja wa Jakaranda. Akasema ya kwamba Raila Odinga anastahili kuzungumzia amani vile muungano wa Kenya Kwanza unazungumzia amani. Lakini mimi mwenyewe nimekuwa nikimfuatilia Raila Odinga na yeye anasema ya kwamba amani ndio tunastahili kuwa nayo humu nchini. Lakini sasa nani aliweza kuleta vita katika uwanja wa Jakaranda? Ni investigation ambayo inastahili kuwa wametumiwa. Ni nani aliwatumia kuleta vita wakati Kenya Kwanza ilipeleka kampeni zao katika eneo lile? Na sana tuliangazia jana pale Jakaranda kulikuwa na vita. Niseme ni vita manake kulikuwa na kutupiana mawe baina ya wale supporters wa muungano wa Azimio pamoja na they assumed to be Azimio, wale wa Azimio pamoja na wa Kenya Kwanza. Nakumbuka kwamba mkutano ule ulikuwa umebukiwa mara mbili. Ulikuwa umebukiwa kuwili tarehe 15 jinsi atuma ama jinsi duru za kuaminika zinasema. Na vile vile tunasema ama tuliona jinsi ilikuwa, lakini ingawaje hayo yote alitokea naibu wa Rais William Samoei Ruto ambaye anawania kiti cha urais kutokana na chama cha UDA. Alifika pale na tulimwona akiwa juu ya gari akiwave for the people, akiingia pale, lakini ikabidi ameingia kwa gari kujifunika manake mawe yalikuwa yanarushwa kwa fujo zaidi. Lakini yote yalifanyika, mkutano ukawa pale, yote yakafanyika. Lakini hapo jana William Ruto aliweza kushtumu Raila Odinga kwamba hakukashifu yale yalitokea pale Jakaranda. Kwa kweli sijui nizungumze lipi kwa hayo, kwa sababu tuliyazungumza hiyo jana. Lakini nitasema tukipata mwanamke ama mwanamme ambaye anasema nisamehe, somebody who says I'm sorry,
It's a very powerful word, even more than thank you. Kwa hivyo wakati mwingine kuombana msamaha si lazima wakuje whatever in public, wakuje kuombana msamaha and stuff like that. Lakini ni vizuri kila mtu akashifu kile kitendo cha vurugu, kurusha mawe ambazo zilionekana pale kwenye uwanja wa Jacaranda kule Nairobi. Na sijui utasemaje, ni kusema kwamba swala kama lile, jambo kama lile lisifanyike tena. Kwa sababu likifanyika maeneo tofauti tofauti utapata kwamba labda amani inadorora hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ni kukashifu tu ile swala kwamba lisifanyike, lisitendeke, na kama wewe ni mtu ambaye umeambiwa uende ukaleta vurugu kwa sababu fulani hajapatiwa nafasi fulani, basi wewe jiulize na ujijibu, unasaidia nani? Unasaidia kiongozi ama unajisaidia wewe? Lakini kama sisi wana AGR, habari ambayo tunaambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu ni kuwa na amani kabla na baada ya uchaguzi ambao utafanyika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Unajua kuna wengine, tuseme sisi for example, mimi Mkenya nimetoka kwangu, nimekuja town kutembea maybe, ama nimekuja kufanya kazi, nimepata kampeni zinaendelea kuchapwa maybe Gusii Stadium, nimeamua nikaweze kusikiza maybe yule mwanasiasa anaendelea kuhutubia umati wa watu ambao utakuwa umefika katika uwanja huo, alafu vita ianze, nikipiwa mawe, nikirudi nyumbani maybe niko na damu, maybe nimetokwa na damu, mtoto wangu ananionaje? Itakuwa bara. Sasa kila ambacho tunaomba ni amani ikaweze kudumishwa katika maeneo yote humu nchini, kwa sababu wala ambao maybe unakambeinia, hata ukipiwa mawe ama hata ukijihusisha katika vita, ukipiwa mazee itakuwa vigumu kwao kukutafuta na kukushughulikia. Kila ambacho tunastahili kufanya ni kujishughulikia sisi wenyewe. Amani ianze na sisi, alafu ienee kwa wengine. Na vile vile kuna jambo ambalo limezua hisia tofauti hapo jana, wakati naibu wa rais William Samoei Ruto aliweza kuorder all the media houses wenye walikuwa pale waweze kuondoka, including his own press unit. Hii ni baada ya kuzungumza, pengine nitanukuu yale aliyozungumza baada ama kabla waondoe pale. Alisema kwamba manake alikuwa anazungumzia kuhusu the post election violence, ambapo alisema kwamba there are minority groups in Rift Valley and they are the ones that suffer most wakati kumetokea pengine vita vya baada ya uchaguzi. Akasema kwamba I asked myself the way Kenyan politics is structured after 2007, and the problem was when the politics get to where it got. In the Rift Valley, people who get political problems, it is the Rift Valley people who get political problems. I sat down with Uhuru and we agreed. I told him I was ready and I had a chance. Do we still have media houses here? You people, get out. We discuss important things. Get out as we discuss important things. At this point ndo aliweza kuwaondoa wale wanahabari, kuuliza kwamba nani aliwaleta hapa, we invited you here. Akaondoa pale akisema kwamba there are important things ambazo pengine alikuwa anataka kuzungumza, including the footage yenye ilikuwa pale mtandaoni yenye alikuwa amestream live, pia they pulled it down. Jambo ambalo kidogo liweza kuzua hisia tofauti. Sidhani ni jambo ambalo linafaa kuzua hisia. Kwa nini? Akona uhuru wa kuambia waondoke. Akona uhuru wa kuambia ama anaweza, kuna uwezo wa kuambia kujeni. Basi kama amegundua kwamba labda kuna misreporting, kuna jambo atalisema, wengine waende waliseme kwa njia tofauti, kwa sababu tunajua akili ya binadamu, jambo ambalo ukilisikia nikilisema kutoka kwa kinywa changu, naweza ukalichukulia tofauti, Zado kalichukulia kitofauti. Kwa hivyo ni vizuri, lakini pia kama mambo yalikuwa sensitive issues ni vizuri. Kama hayakuwa ni vizuri bado, kwa sababu yeye aliamua kwamba for now sitaki waandishi wa habari. Najua kama mwanasiasa hauhitaji maybe kuambia wanahabari wakaweze kufika katika mkutano wako. Wao wanatafuta habari. Na mwanahabari yeyote ambaye ameajiriwa anajua jukumu lake la wanahabari. Maana ulienda shule ukasoma, be factual when reporting, be skeptical, don't be biased. Hayo yote tunayazingatia wakati tunabeberusha habari katika vyombo vya habari mbalimbali. Sasa je, wakati alipozungumza
we are discussing paramount things. We don't need media here. Does it mean zile events ambazo tunacover is not important, na zile ambazo hatukavi kama wanahabari ndio ziko important? That is the big question. We need to be answered. Wakati tumefika kwa mwanasiasa, ametupea habari tumeenda nayo, inamaanisha kwamba hiyo si important, si ndio? Lakini ile important inafanyikwa inido, haiendi kwa vyombo vya habari. Ikiwa media itaamua ikupe black out, mazee lazima utalalamika, utalia, na hakuna yeyote atajua zile siasa zako ama yale ambayo unataka kufanyia wa Kenya. Itakuwa vigumu sana. Na ukumbuke Zadok, ni juzi tu tumemwona William Ruto akicomplain zaidi, and he specifically singled out Citizen TV, Inoro FM and the Daily Nation, akisema kwamba they are impartial in their coverage, akisema kwamba they are entitled to coverage, unaona. Yes. Na baadaye watu wakienda pale sasa umpatie coverage, bado anasema kidogo hapana, sitaki, siwahitaji leo tena. Kwa hivyo ni jambo kidogo kupani, ngawaje Masi unasema kwamba halikuzua hisia, ni jambo ambalo kidogo linazua hisia kwa vyombo vya habari ndio. Hata kama si vyombo vya habari tu, many people are asking why is it that amewaambia watoke, what is so important alikuwa anataka izungumzwe, ama ni nini alikuwa anazungumza hakuwa anataka kikuwe covered. At the same time unajua ni wakati wa campaign, so wakati tunaelekea uchaguzi, we don't need people, ama we cannot substantiate ama hatutaki chaos kuja kufanyika baada ya uchaguzi, unaona. So at least it's good so that tukue na ile coverage of everything that happens almost in every campaign rally, unaona. Itasaidia kuzuia ule uchafuzi. Lakini pia kumbuka everybody is entitled to their own privacy. Akikwambia basi leo sikuhitaji, wewe ondoka. Ngoja wakienda kwa kampeni, unajua when it's an indoor meeting, hata wewe ukienda mahali si rahisi kuingia. Tuseme umeenda pale kotini. Sometimes it's not easy kuingia pale, unauliza wewe ni media, umekuja hapa mambo kama ya lebu tuangalie mambo kama hayo. Kwa hivyo wakati mwingine akikwambia ondoka, amewaambia ondoka, nyinyi ondokeni. Kuna wakati labda jinsi ambavyo Zadok amesema atawaita, tasusia. Lakini najiuliza William Ruto akona power ya kuanzisha TV or anything else. I don't know kama na plani ya kwanza ama ni nini, lakini mwisho wa siku ni kwamba aliwaambia ondokeni. Basi wakaondoka, hawakuleta vurugu na nini. Na ni swala zuri. Basi yale ambayo yalizungumzwa pale, in case kuna mtu ambaye atatoka pale aseme kama sasa hapo ndio news itatokea. Tuanze sasa kuuliza ni kipi kilichozungumzwa katika ule mkutano. Naam. Unajua Waswahili walisema ya kwamba kikulacho nguoni mwako. Wala ambao walikuwa na wahutubia maybe ile meeting, nowadays kila mtu ako na smartphone. Kuna baadhi niko na uhakika wa wala ambao waliattend that mkutano waliweza kurecord what they discussed. Mmoja wao lazima atapeana habari ambayo waliweza kuyazungumzia kule ndani. Tukizungumzia hayo katika muungano wa Kenya Kwanza tumeshuhudia kumekuwa na mambo tofauti. Kumekuwa na migogoro baina ya baadhi ya viongozi wa Mount Kenya, akiwemo Moses Kuria, yule wa chama cha kazi, pamoja na William Kabogo ambaye ni wa chama cha Tujibebe. Na wameshikilia ama wanaendelea na ule msimamo wao kwamba hawezi hudhuria vikao ama zile rally zake Kenya Kwanza ikiwa hakutakuwa na meeting ile waweze kuzungumzia baina yao kama vyama baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kuaffect wao wenyewe. Sometimes we need transparency in politics. Ingawa tutasema ya kwamba hakuna uaminifu kwa siasa. Lakini unajua kulalamika kwa Kabogo mwenyewe na Moses Kuria ni vile walipokuwa wakiendesha kampeni za muungano wa Kenya Kwanza, wakawa biased kidogo, wana take control sana na chama cha UDA. Muungano wa Kenya Kwanza umeundwa na vyama vingine katika muungano ule. Sasa wakati wanachapa kampeni, wanastahili kujitenga na masuala ya kuzungumzia vyama, wazungumzie muungano, kwa sababu kiini chao ni kimoja, kuhakikisha ya kwamba yule ambaye ni mwaniaji wa kiti cha urais William Ruto na deputy wake Gashawa wanapigiwa upato. Vitu vingine
hapa chini waache wakazi wapiga kura wakaweze kuamua ni yupi ambaye atachaguliwa kama gavana, kama mwakilishi wodi, kama mbunge, kama senator ama wakina mama representative. Uamuzi ukaweze kujitokeza kwa wapiga kura, sio wanasiasa wakaweze kusema chama cha UDA. Hiyo inaonyesha wako biased katika muungano wa Kenya Kwanza, na Kenya Kwanza si chama, ni muungano. Vyama vinastahili kutengwa wakati wanachapa kampeni ili wakaweze kupata uwezo wa kuwa na hawa wote humu ndani katika muungano ule. Unajua Zadok, mambo ya vyama itakuwa vigumu kuyatenga, manake haswa kama Mount Kenya kuna wawaniaji viti vya gavana, kuna ule watu jibebe, kuna kuria wa chama cha kazi, kuna wamatangi wa UDA. Utagundua itakuwa vigumu zaidi, manake UDA ina mtu wake, sio? Na kama chama unajua it needs wakuwa na watu wengi zaidi ili in case wakiunda ile serikali waweze kuwa na wakuwa na ile nguvu pale bungeni, sio? At the same time kuna hao wengine ambao wanawania kiti kile cha ugavana pale lakini wako Kenya Kwanza. Unajua itakuwa vigumu, manake utambia watu pigia wamatangi, si ndio? Wamatangi automatically ni UDA. Hao wengine watahisi vibaya. Hao wengine pia pengine Moses Kuria atasema pigia chama cha kazi. So the other side wataona kwani UDA inatengwa na ndo the main. Unaona? Kwa hivyo itakuwa ni jambo gumu zaidi kwa upande wangu, naona, unless wafike pale waseme kwamba sisi tunapigia upato William Samoei Ruto, hapa chini nyinyi amua. Hivyo what comes under consideration is the agreement, what they agreed when they joined this coalition Kenya Kwanza. Walijiunga na muungano wa Kenya Kwanza kwa makubaliano, maybe tutakuunga mkono ama tutaunga mkono chama fulani, lakini kila ambacho mimi najua waliweza kuelewana, kila chama kitaendesha campaign chini ya mwavuli wa Kenya Kwanza. Lakini wakati tunaenda kukampeni, hamna haja ya kusema chama hiki ndio kinastahili. Lakini wakati uko na kampeni yako binafsi kama chama, ndio unastahili kukitamuka chama chako. Unajua Waswahili wanasema ukiyavulia huna budi kuyaoga. Wao ndo walijitosa uwanjani. Wao ndo waliamua kwenda Kenya Kwanza. Wote wanatafuta labda ni hicho kiti cha ugavana. Kwa hivyo wasianze kuteta. Huwezi expect Gachagua afike Kiambu asiseme pigia wamatangi kura. Huwezi expect Ruto afike pale asiseme pigeni wamatangi kura. Litakuwa jambo gumu jinsi ambavyo umesema. Labda wakishasema jinsi umesema tupigie debe ama tumchague William Ruto awe rais, hawa wengine sasa kila mtu anasimama anajipigia debe kivyake, anatoa sera yake kivyake. Na vile vile apart from the national ule mkutano mkubwa wa Kenya Kwanza, vyama tofauti vinafaa labda kufanya kampeni individually, ili kama ni watu wa UDA wanafika Kiambu wanapigia upato wa matangi, watu wa chama cha kazi wanafika pale wanapigia kuria upato. Kwa hivyo ni swala ambalo ndio litakuwa gumu kidogo, lakini natumai kwamba kutakuwa na maelewano baada ya kukutana. Na mbali na hayo, mpenzi mtazamaji, pengine tuangazie kampeni pale Kajiado, kampeni za Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jana kundi hilo lote lilifika pale Kajiado, ambapo walipigia upato Raila Odinga, wakisema kwamba yeye ndio ataweza kuimarisha uchumi hapa nchini Kenya, na sana wanasema kwamba watapigana na ufisadi. Ingawaje ndio hawakusema ni mbinu zipi watakazozitumia. Najua kila mwanasiasa wakati anaendesha kampeni lazima awe na ahadi za wale ambao wana attend function ama mkutano wake. Raila Odinga na Martha Karua ndio ama muungano wa Azimio la Umoja One Kenya walipeleka kampeni zao katika kaunti ya Kajiado hiyo jana. Waliweza kutoa ahadi wanapo ama wakipigiwa maybe kura wakaweze kutawazwa kuwa washindi. Kwa wakiingia ofisini lazima watamaliza ama kufikisha mwisho mambo ya ufisadi humu nchini. Na kuleta maendeleo mbalimbali humu nchini. Kuleta ajira kwa vijana. Kuhakikisha ya kwamba afya imekuwa free, baba care. Hiyo ilizungumziwa kule. Unajua unatoa ahadi ili kuwin wapiga kura wakaweze kukupigia kura. Unajua uwezi endesha siasa useme ya kwamba
sina la kuwafanyia, lakini naomba tu mkaweze kunipigia kura nikiingia afisini, ndio nitaona ni kipi ambacho mmekosa niende kuwafanyia. Lazima utoe ahadi. Ndio maana tuliona Raila Odinga mwenyewe akisema ataleta mabadiliko humu nchini, ukombozi wa 3 ambao ni wa mwisho. Na Martha Karua naye akasema ya kwamba akiingia afisini kama naibu rais atahakikisha ya kwamba masuala ya gender rule ama akina mama wameshughulikiwa vilivyo kikatiba. Ata-act kama waziri ambaye anatetea akina mama humu nchini, maana wamekuwa wakitengwa kwa muda mrefu. Sasa hayo yote yatafika mwisho. Wao wakasema wataimprove ama wataimarisha uchumi ukaweze kuwanufaisha Wakenya wote kwa ujumla. Lakini siasa ni hizo, lakini uamuzi, kila ambacho tunazungumza kama wana AGR, sisi sote tunastahili kuattend mikutano ya Kenya Kwanza ama ya Azimio, lakini uamuzi ni wetu sisi. Ni yupi ambaye ataenda kuleta yale ambayo tunataka? Maana hata Biblia inasema ya kwamba unaona ama unasoma mengi kutoka kwa mtu kulingana na yale anayazungumza. Unajua mimi mwenyewe yale ambayo ninayazungumza ninayafikiria. Inamaanisha ya kwamba nayajua ama ninaenda kuyatekeleza. Lakini ingawa siasa ni tofauti kidogo, kwa sababu lazima wanaingiza maybe ukora ama kuongeza chumvi ndio ukaweze kupata kura. Lakini sisi uamuzi ni wa wapiga kura. Wewe ambaye ni mtazamaji wetu ama msikilizaji wetu, wewe msikize mwana Kenya Kwanza, mwana Azimio, lakini uamuzi ni wako, maana wewe ndiye uko na silaha ya kupiga kura. Asante sana kwa maneno hayo mazuri zaidi. Kumbuka kwamba katika maisha kila mwanadamu ana malengo yake, kuna matakwa yake, na huwa anajiwekea kiwango fulani cha mambo ambayo angependa kutimiza. Sawa sawa na wanasiasa, wanaweka malengo ambayo wanaweza huenda wakatimiza wakati ambapo watachaguliwa kwa nyadhifa tofauti tofauti. Mwisho wa siku, baada ya kiongozi kuingia pale kwenye mamlaka, labda ni rais, labda ni gavana, wa Kenya wala ambao ni wapiga kura, we will be rating them according to how wamefanya kazi. And you have to agree with me kwamba Kenya imebadilika. Siku hizi watu hawaangalii what you're saying, most wanaangalia utendakazi wako. Ushaingia pale, umepewa nafasi, utendakazi wako baada ya miaka 2, 5, 10 umefanya nini? Ndio maana wengi unaona sasa hivi wanajitokeza wakisema serikali haikutimiza hili, haikutimiza lile, haikutimiza lile. Kwa hivyo at the end of the day, mimi mwananchi, wewe mwananchi mtazamaji, wewe you'll be the marking scheme. Umeangalia amefanya, ameleta kazi, amesaidia vijana, amepigana na ufisadi, ameongeza biashara pale. Kwa hivyo sisi wenyewe, jinsi mwenzangu amesema kwamba ndio watu ambao tutawaweka pale kwenye viti tofauti tofauti. Mwisho wa siku tuangalie vizuri, tuone kama watakuwa wametimiza yale malengo ambayo walikuwa wametoa ahadi. Naam, hapo jana Raila Odinga alikuwa ameungana pamoja na Kalonzo Musyoka, yule kinara wa Wiper Party, Martha Karua ambaye ni mgombea mwenza, wakiwa pale Kajiado. Pale vile waliweza kuzungumzia mengi, ambapo wali attend to rallies in Ongata Rongai, Kware, Ngong, Kiserian, ambapo walisema kwamba watapigana zaidi na ufisadi na haswa watapigana na umaskini. Na walisema vile kwamba wanaenda kupunguza gharama ya maisha ambayo inazidi kuelekea juu, including bei ya unga, au yote walisema. Akasema kwamba vile wanaenda kupigana na illiteracy kwa kupeana free education na mengi yale ambayo aliadabu kwenye manifesto yake ambayo aliyatoa hivi karibuni. Vile alizungumzia kuhusu baba care, kuhusiana na health, akazungumzia zile 600 monthly stipend ambazo zitawauni wale wa Kenya ambao kidogo wanaendelea kutaabika na kipato kidogo. Na mbali na hayo, mpenzi mtazamaji, tutaangazia ya Sonko kidogo. Sonko ama Gideon Mbuvi ambaye alikuwa anatamani zaidi kuwania kiti kile cha ugavana katika kaunti ya Mombasa. Hapo jana aliweza kufikwa na makuu wakati aliambiwa kwamba kidogo hata kwa kwenye kile kinyang'anyiro. Kwa
kwa kweli baadhi ya matakwa yake unayokumbuka kwamba IEBC ilikuwa imesema kwamba alikuwa ametoa labda stakabadhi kwa wakati ambao ulikuwa umeisha. Kulingana na ile tribunal ilisema kwamba the timeline ni timeline. Angekuja labda baada earlier aseme labda nimechelewa natafuta document fulani, apewe siku fulani ama masaa fulani ili atafute the documents za degree, documents za clearance, za KRN staff. Kwa hivyo kulingana na lile ikasemekana kwamba hakufuata sheria. Pili kwamba aliondolewa mamlakani na yale matakwa yake ambayo alikuwa amefikisha pale yalitupiliwa mbali. Kwa sababu aliondolewa mamlakani, aliondolewa kama gavana wa pale sehemu ya Nairobi. Kwa hivyo ni swala ambalo hii leo Sonko alisema ataelekea kwa mahakama ili apinge uamuzi wa lile jopo. Naam. Najua Sonko mwenyewe alikuwa ashaleta joto kubwa la kisiasa katika kaunti ya Mombasa wakati alijitokeza na kusema ya kwamba anaenda kukiwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Mombasa. Hii leo wala ambao walikuwa wapinzani wamepumua baada ya kusema ya kwamba yeye hatawania kiti cha ugavana kwa sababu yeye aliondolewa afisini, na hayo yote ambayo Masi ashaelezea kwa kina kuhusiana na yale ambayo yanamwandama Sonko. Lakini akielekea mahakamani, unajua kila ambacho ninakielewa kile ama uamuzi ambao umetolewa katika mahakama ya chini, hata ukisonga hii mbele lazima uamuzi utasalia kuwa ule. Lakini wamepeana masaa 72 kwa chama cha Wiper kikaweze kuproduce ama kupropose a different politician to vie for gubernatorial seat in Mombasa County. Sasa sijui ni lipi litafanyika ama ile final list ya wawaniaji bado haija maybe printiwa ili kaweze kutumika rasmi. Lakini sasa tutaongojea kama kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka atapropose ama atapendekeza jina lingine kwa yule ambaye atawania kiti cha ugavana kupitia chama cha Wiper. Lakini ikiwa wewe umeondolewa afisini, inamaanisha kuna masuala ambayo ulikuwa unayatenda kinyume na sheria. Maana uwezi tolewa uongozini bure bilashi. Lazima kuna kitu ulifanya ambacho ni kinyume na sheria. Sasa Sonko anastahili sasa hivi akaweze kujishughulikia mwenyewe kabla ya uchaguzi ujao wa mwaka 2027 awe clean ndio akaweze kukubaliwa kuwania kiti cha ugavana ama kiti chochote cha wanasiasa humu nchini. Lakini sijui kama alikuwa exhaust all avenues, I don't even understand. Jana mwenyewe Sonko alizungumza na kusema kwamba kutokana na yale ambayo yalitokana na IEBC kulikuwa na fedha ambazo zili exchangewa sana baina ya IEBC na watu fulani ambao hawakuwa mtaka ama ambao walimtaka yeye aweze kupigwa nje ya kinyang'anyiro kile. Lakini alisema kwamba kutokana na yule wake wa Kisauni Ali Mbogo, alisema kwamba leo hii siku ya Jumanne wanaelekea kotini ili waweze kuangalia other avenues. Na vile vile Sonko mwenyewe alisema kwamba hashtushwi, manake wamepiga vita vikubwa zaidi ya hivi ama ndio zaidi ya hivi, na huenda wanaelekea pale kotini ili waweze kuhakikisha kwamba pengine wamerejea kwenye kile kinyang'anyiro. Vile vile Sonko alizungumza, manake walisema kwamba alikuwa amepatiana document zake late. Aliweza kufananisha hayo na yule mtu ambaye anaenda benki wakati wanafunga benki, lakini akakutwa ndo wanafunga. Ukiwa ndani lazima utashughulikiwa. Akasema kwa hivyo haimaanishi kwamba ukifika pale wakati wanafunga unafungiwa nje. Kushughulikiwa nayo utafanya nini? Utashughulikiwa. Na vile vile amezungumza, kuna mengi aliyozungumza pamoja na IEBC Dispute Tribunal hapo jana, ambapo alisema kwamba there was no original degree yake Mike Sonko, na vile vile the certificate, the certified copy of the same. Yes. Natarajia ama tunangoja tuone kutaendaje baada ya Sonko kufika pale kotini. Mbona swala hili la masomo ndio linaleta joto kwa wawaniaji wa kisiasa? Hiyo ndio mimi sielewi. Lakini mimi kila ambacho ninazungumza mambo ya ugavana ni administration. Inastahili mtu ambaye alienda darasani akakaa akasoma ndiye akaweze kuelewa majukumu ya yale anastahili kuyatekeleza kwa ile ofisi ya ugavana, si kama vitu vingine. Lakini unajua sasa kwa watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, mimi ningesema ya kwamba kama Zadok tunastahili kuwa kini sana wakati tunamchagua
kiongozi ambaye ni MCA na governor na MP. Kwa sababu gani? MCA maybe MCA anaenda kuplay roles zifuatazo: kutengeneza sheria akiwa katika bunge la county, ku oversight masuala mbalimbali, development na zingine, na representation. Yeye ndiye anapeleka maoni yetu kwa governor ama fikishe kwa bunge, maybe tunataka maendeleo fulani yakaweze kutekelezwa katika ward fulani, yazungumziwe ili yakaweze kupewa hela za kukarabati barabara ama kuleta maendeleo mengine. Roles hizo ni sawa na zile za mbunge. Kwa hivyo tunastahili kuwaweka kwa viti wale ambao ni wasomi, wanaelewa sheria. Sasa unapeleka maybe MCA kwa bunge ama MP na hakuenda darasani, itakuwa vigumu kuelewa sheria. Ingawa wengine wanasema uongozi si maybe masomo yanastahili, na ugavana ni kiti kikubwa sana. Administration lazima tuwe na mtu ambaye ni msomi, anaelewa ni kipi kinastahili kufanywa katika ile afisi, mtu ambaye anaweza kuzungumza, anaweza enda katika mataifa mengine ughaibuni kutafuta donors wakaweze kusaidia county kaweze kuinuka kimaendeleo. Naam, haya tunayafananisha na yale ya Sakaja ambayo alikuwa na mkumba, lakini tunajua kwamba Sakaja aliweza kukuwa cleared baada ya the Commission of Universities kutupilia mbali ama kurevoke ile degree yake. Lakini tuliona kwamba IEBC ilisema kwamba haina nguvu ya kuauthenticate the authenticity ya degree yote. Lakini hapo jana bado wanasema kwamba the Commission of Universities Education wanasema kwamba bado the stand still remains unless Sakaja amepeleka the application ya ile course, ile letter of application, achukue the letter of admission, achukue the course units, vile vile apeleke transcripts zote, maybe na majina ya lecturers. Unajua sasa mimi nashangaa hiyo jana kusema ukweli kwa watazamaji wetu na wasikilizaji wakaweze kujua Johnson Sakaja ambaye ni mwaniaji wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi kupitia chama cha UDA aliweza kuhojiwa na ile institution ambayo ni ya DCI, maafisa wa upelelezi. Lakini sasa ingawa IPC iliweza kusema haina uwezo wa kudhibitisha maybe hiyo yenye umezungumzia Edwin, lakini tunaongojea tukaweze kuona ni kipi kitaendelea ama ni uamuzi upi utatolewa baada ya IPC kukilia Johnson Sakaja kuwania kiti cha ugavana. Ile team University ya Uganda sasa akipeleka zile stakabadhi ambazo ameambiwa kaweze kuzipeleka for confirmation, itakuwa rahisi kwa Sakaja. Lakini sasa hivi Sakaja asha pitishwa na tume ya IPC. Kutokana na the CUE, the Commission of University Education chairman ambaye anaitwa Nyaigoti Chacha alisema kwamba haikuwa busara kwa Sakaja kutohudhuria. Walikuwa wamemsama anaweza kuhudhuria na kupeana zile application letters, letter of admission hizo, lakini unajua kwamba alikuwa cleared, kwa hivyo ni kama Sakaja aliona hamna haja. Yes. Lakini hapo jana vile vile Sakaja alifika pale DCI jinsi umesema ili kuhojiwa akiwa na ule wakili wake ambaye anaitwa Adrian Nakamodho, ambapo alizungumza mengi. Na vile vile Sakaja mwenyewe amesema kwamba in a span of 10 days atakuwa na launch manifesto yake kama gavana wa Nairobi, kabla William Ruto launch manifesto yake. Lakini kwa kusema ukweli, Edwin wewe ni msomi na kuelewa. Wewe uligraduate juzi. Acha nayo. Wewe ni mtoto kwangu kidogo. Lakini kwa kusema ukweli, wewe ukimwangalia, wewe na Masi mligraduate baada ya mimi hata kuajiriwa kufanya kazi. Nyinyi wawili vile mnaona, vile Johnson Sakaja anazungumza, mtu alienda darasani ama ni mtu hakuenda darasani? Nijibu kabla niendelee. Johnson Sakaja alienda darasani. Yes. Alienda darasani. Masi? Lakini la muhimu sana atujui, unajua unaenda class ndio, but
kuhitimu ndo shida. Yes. You can unajua ukianzia kidato cha kwanza ukifika kidato cha 4 kisha drop out and usikue na certificate, it means ukwenda hata form 1. It doesn't make sense, unaona. So la muhimu ni sisi ku-authenticate ile certificate yake, ile degree yake, unaona. Maana yake hata UN walisema alikuwa mwanafunzi wao hadi the second year, kwa hivyo ni msomi. Hata ukiangalia kizungu anazungumza ni kizungu, ni kizungu mazi si kizungu Kiluya. Yeye darasani akasoma. Masi, wewe unamuona kama mtu ambaye ni msomi ama si msomi? Siwezi nikajua, lakini anajua mwana Adam. Huenda jinsi Edwin alisema alienda lakini hakumaliza. Na vile vile huenda amesoma mambo mengi nje ya ile degree yake. Amesoma vitabu vingi, amesoma vitabu labda amesoma katiba, amejua nini, anajua jinsi ya kujiexpress. Na vile vile kumbuka kwamba wakati mwingine there are people who have been naturally given that persuasive power. Yes. Anaweza akapaswedi mtu, lakini the language inaonyesha kwamba ni mtu ambaye ako na kisomo. Naam. Wakati unaposoma Proverbs 23:7, kile ambacho mtu anazungumza ndicho ako yeye mwenyewe. Johnson Sakaja yale yote anazungumza. Uzuri mmesema ya kwamba maybe amekuwa akisoma katiba, amekuwa akisoma vitabu vingi, ndio maana anajua kizungu, ndio maana anaelewa sheria. Vile anazungumza ndivyo alivyo. Inamaanisha ya kwamba anaweza hujumika kama gavana na kutekeleza yale ambayo yanastahili kutekelezwa kwa afisi ya gavana, na ana uwezo. Maana amesoma katiba, mmesema hivyo, amesoma vitabu. Nyinyi wenyewe mmeamua yeye ni msomi. Unajua ukiangalia hata baadhi ya zile sheria ambazo alikuwa anajaribu kumarekebisho pale kwenye bunge la Seneti, unaona kwamba ni mtu kweli anaelewa mambo ambayo anayafanya, na unashangaa yale mambo ambayo anayaelewa alipata kwa kisomo, it's natural, it cannot come naturally. Lazima uwe umepitia kiwango fulani cha elimu. Naam. Lakini hayo yote sasa hatuwezi kudhibitisha. Niliona the Commission of University Education akiwemo ama kutoka na ile statement ambayo Nyegoti Chacha aliandika, alisema kwamba the commission is the only mandated organ hapa nchini Kenya ambayo ina nguvu ya kuidhinisha vyeti vya mtu ama pengine akitaka kuwadia kiti fulani pengine. By the way, Sakaja mwenyewe alisema kwamba hakuhudhuria ule mkutano na CUE kwa sababu alikuwa amewaandikia barua. He needs a response from them kabla amue labda kuhudhuria kikao ama kwenda kwao na yale matakwa ambayo walikuwa wamemwambia aende nao kwale. Na vile vile kumbuka ama kabla ya Sakaja kutoa manifesto yake, ashazungumza mengi ambayo atakayoyafanyia watu wa Nairobi, ikiwemo kuanzisha ile feeding program katika mashule mbalimbali, the both primary public primaries, ili wanafunzi waweze kula pale shuleni. Anasema kwamba kuna baadhi ya wanafunzi ambao wanataabika manyumbani na hamna chakula, unapata kwamba hilo linamzuia mwanafunzi yule kuhudhuria masomo yake. Vile vile amesema kwamba ataanzisha atagawanya Nairobi kwa quota 4, such that ule ugatuzi utakuwa unawafikia kila watu wa Nairobi katika maeneo mbalimbali. Mbali na hayo, mpenzi mtazamaji, tulishaongelea masks kwamba barakoa sasa hivi tena zimerejea nchini, ambapo watu wanastahili kuvalia zile barakoa indoor public spaces, ikiwemo pale vehicles, wakiwa maybe katika usafiri, flights, supermarkets, offices, vituo vya kuabudu kama kanisa. Kwa kusema ukweli, hayo ni baadhi ya yale waziri wa afya Mtai aliweza kuyazungumzia hiyo jana. Najua sanitize kwanza. Najua sisi wana AGR masi sanitize. Tuna sanitize ndio hii. Unajua tangu corona ilipotangazwa humu nchini, mimi mwenyewe natembea na sanitizer. Unajua kuna siku niliwachekesha hapa, nilienda mkutano mwingine nilikuwa nimevalia barakoa nikapata ni mimi mwenyewe. Sasa ikabidi niondoe ndio nikaweze kufanana na wengine. Lakini sasa jana vile waliweza kutangaza niko nayo. Sasa baada ya kutoka hapa mimi naivalia. Kile ambacho tunasema
corona haijafika mwisho, bado ipo. Kuna wengine ambao wanasema hamna corona. Wewe omba Mungu na kumrudishia asante za kutosha kila wakati. Uombe hata mara 3 kwa siku, kwa sababu hujaona rafiki yako akipatwa na corona, hujaona relative wako maybe akipatwa na corona, wewe mwenyewe haujabatwa na corona. Maombi yawe ni kitu silaha ambacho unafanya silaha kila siku kwako. Lakini kwa kusema kweli, corona ipo na haijafika mwisho. Sasa wamesema 6th wave ndio imeingia kwa sababu ya siasa. Waziri mwenyewe alisema ya kwamba wana azimio la umoja, wana Kenya kwanza. Corona haitambui muungano wowote. Wala ambao wanahudhuria mikutano ile wanaweza kushikwa na corona. Tuvae barakoa wakati tuko na meetings ambazo zina maybe watu wengi, ama indoor meetings, tuwe tunazivalia. Tukiwa kwa gari ndio tunakaa, maybe kama ni Nissan 14 seater maybe tuvalie barakoa. Tukienda kanisani tuvalie barakoa, na tupate chanjo ya ugonjwa huu wa corona, kwa sababu haujafika mwisho. Kwa kweli ni baadhi tu ya zile sheria za Wizara ya Afya ambazo wananchi wanatakiwa wafuate ili kujikinga na hili gonjwa maitandavu ya corona. Kumbuka kwamba pia unawe mikono na maji na sabuni. By the way, ukienda pale sokoni, kama jana kulikuwa na soko pale, watu wanaenda anasema nataka kujua kama hili tunda ni tamu. Halioshwi, linatolewa pale, kisu sijui kimetoka wapi, linakatwa, then unaambiwa sasa onja usikie. You never know mahali mtu amepita, mahali hiyo matunda yametoka. Mengine unapata yametoka Mombasa, yametoka Makueni, yametoka wapi. Hujui how the fruits have been handled, how hivyo bidhaa zimepitia maeneo tofauti. Kwa hivyo hakikisha kwamba hata kama ni chakula unakula, kama ni matunda, especially people like kukula matunda bila kuosha. Mtu ananunua miwa, na sisemi ni nani, ananunua miwa na anaanza kula hivyo bila kuosha. Kwa hivyo be extra careful, kwa sababu hii wave, by the way, kama umepatana na mtu ambaye akona flu symptoms, unapata kwamba huyu mtu akona joto kali. And by the way, walisema kwamba kama uko na flu like symptoms, stay at home. Usiende kazini, work from home. Lakini pia hiyo inabidi uzungumze na wale ambao wamekuajiri, msimamizi. Na vile vile kumbuka kwamba hii ni baada ya positivity percentage kupanda kufika 12.6 na watu 252 kupatikana wakiwa na virusi hivi vya ugonjwa wa corona. Na sijui sasa hivi kwamba hii positivity ikiongeza zaidi ifike hata 20, sijasema itafika, pengine niseme imefika, kutendaje? Will they suspend the political rallies? Unajua sasa hivi Edwin, kwa kusema ukweli, kuna jambo ambalo linaendelea na itakuwa ngumu kidogo kuelezwa kwa kina. Kwa sababu tunaelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwezi wa 8. Hawata suspend mikutano ya kisiasa. Unajua wanasiasa, it's all about interest. Na kila mmoja anataka kuwa kiongozi. Hiyo inamaanisha ya kwamba siasa na kampeni na mikutano inaendelea, lakini wewe ama mimi ndiye tunastahili kujilinda sisi wenyewe. Sisi ndio tunastahili kujilinda sisi wenyewe tukienda kwa mikutano. Hiyo ukisubiri maybe suspension ya mikutano, hiyo sahau. Kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Baada ya uchaguzi, expect it. Suspension lazima. Naona mdu na yoma zaidi. Acha niangazie mawili hapa. The Civil Society Organizations in Kisii County wamepanga kuwe na gubernatorial debate tarehe 7 mwezi wa 7. Akizungumza kama wakiongozwa na John Mangi ambaye ni wa ACK, Anglican Church of Kenya, walisema kwamba haya yatatendeka. Na vile vile walishtumu mambo mengi zaidi, wakisema kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wanaendelea kupiga kampeni hadi usiku. Wakasema kwamba hii si haki, manake wana disturb watu wengine, kuna wanafunzi wanasoma. Kwa hivyo kama ni kampeni siwe kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni, na usiku waachane nao. Niliona KPC ikiwa na mkutano wa gubernatorial, hiyo debate hiyo katika chuo kikuu cha university, na bado itakuwa pale. Lakini wale ambao walijitokeza
sio wala ambao tulitarajia, lakini niliona Profesa Sam Ongeri na wengine, lakini sikumuona Sibarati, sikumuona Ezekiel Machogu, sikumuona Chris Obure, sikumuona Uyongo. Wala ambao tunasema ni senior, those who belong under seniority class, actually they never attended mkutano ule. Lakini saa hii John Omangi amesema ya kwamba tunastahili kuwa naye. Watafika kweli, lakini nataka kuzungumzia siasa za Kisii sasa. Ndio katika kaunti ya Kisii tuko na 6 clans. Tuko na Kitutu, tuko na South Mugrango hapo, tuko Bomachoge, tuko na Bobasi, tuko na Bonjari. Hizo nyumba zote na Nyaribari, yes, 6. Tukienda nyumba ya Nyaribari, tuko na wala ambao wanawania kiti cha ugavana wawili, ambaye ni Ezekiel Machogu ambaye anatoka Nyaribari Masaba, na Profesa Sam Ongeri. Ikumbukwe kuwa Nyaribari ndio wako na wapiga kura wengi zaidi katika kaunti ya Kisii, ikifuatwa na Kitutu chache, na Kitutu chache South na North. Hiyo ndio nyumba ya pili. Nyumba ingine ambayo imependekeza ni Bobasi, iko na wawaniaji wawili wa kiti cha ugavana, Simbarati na Chris Obure. Tuko na mwingine kutoka South Mugrango ambaye ni Manson Oyongo Nyamweya. South Mugrango tunasema kwa Kikisia Bagirango. Okay? Tuko na mwingine kutoka Bomachoge. Sasa hesabu zinaenda hivi kulingana na opinion yangu. Ikiwa mmoja atapata uungwaji mkono 90% kutoka ile nyumba anakotoka, mazee apate 10% hata 10 katika eneo bunge, atakuwa gavana katika kaunti ya Kisii. Kutokana na utafiti wako wewe Zadok. Yes, mwenyewe. Ikiwa ni Nyaribari waamue kumpigia maybe Ezekiel Machogu 85 and above % ama Profesa Sam Ongeri, na zingine hata apate 15-20 atakuwa gavana. Ikiwa ni nyumba ya Bobasi, kama maybe ni Chris Obure ama Simbarati, akipata uungwaji mkono 85%, zaidi ya hapo atakuwa gavana. Kila ambacho ninasema ya kwamba mwenye atapata 1% kubwa kutoka ile nyumba anakotoka atakuwa gavana. Stronghold, tunaita stronghold in politics. Yeah, yes. Anyway, ya tunangojea tarehe 7. Hata mimi ningetamani zaidi kuwasikiliza hao viongozi, tusikie wana nini ama wana nini kile ambacho wanataka kutuambia. Ngawaje ule wa kwanza ambao ulikuwa ama ile debate ambayo ilikuwa ilipangwa, wengine hawakuhudhuria, na sijui kufikia sasa hivi pengine mbona hawakuhudhuria, manake hawakuzungumza mbona hawakuhudhuria. Kwa hivyo pengine tudhamirie kwamba watahudhuria kwenye hii debate ili tuweze kuwagauge wote, ujue kwamba wewe kama mkazi wa eneo la Kisii ujue kwamba unampigia nani upato, ni huyu, wewe umchague kulingana na yale anayoyasema na si kutokana na mahali anakotoka. Pengine kumalizia, kuna Jalango ambaye anawania kiti cha ubunge pale Lang'ata. Kuna wafanyikazi wawili ambao waliepa na shilingi ama pesa zake ambazo hakusema, inatumika tu kwamba ama kuna duru za kuamini kwamba ilikuwa ni milioni 1. Walirejea na kurudisha kiasi cha pesa kile ama kiasi kile cha pesa ambacho walichukua, na kusema kwamba pesa zingine walizitumia mafichoni, kujificha na wanapolisi. Akawapatia pesa kidogo na kuambia na hizo hela zilikuwa za nini? Na zilikuwa wapi? Unajua zilikuwa kwa gari. Hayo ndio maswali tunastahili kujiuliza. Ndio maana tukasema hii politics ambayo inaendeshwa ya kupeana handout haitafika mwisho katika taifa letu la Kenya. Itakuwa inaendelea. Na sisi wenyewe wapiga kura tumezoea tukiona mwanasiasa, yani tunafikiria baada ya kutuhutubia lazima atupe handout. Lakini msije mkachagua viongozi kufuatia zile hela mnapewa. Hiyo nayo nimekataa. Tuchague kiongozi kulingana na maendeleo na ahadi ambazo ametoa na unaziona ataenda kutekeleza, ndio tumchague. Sio yule ambaye anatoa pesa. Maana yule ambaye anatoa pesa ndio anaweza kukupea pesa, ingawa kuna inflation na hata mkebe maybe wa 2 kg mahindi ni 200 ama 210, ndio atakusaidia siku ya leo. Lakini akiingia uongozi na yeye anataka rudishe
hela zake alizotumia kukununua ili ukaweze kumpigia kura, na hautaona maendeleo. Lakini mwenyewe alizungumza akisema kwamba pesa zile hazikuwa za campaign, zile hela zilikuwa za project ambao walikuwa wanaifanya pamoja na rafiki yake, na kwamba for self defense mechanism anaweza sema hivyo. Sasa hiyo tunaelewa siasa. Na akasema kwamba mtoto wake anasema ndio, my daughter's art was in the car on Saturday morning. She came to the bedroom asking for the car keys to go get the arts. She got it, and Eli and Litiema wafanyikazi hao wakaanza kuosha magari. Walipoosha yale magari, kumbe ule mtoto pengine hakufunga gari lile, wakapata zile pesa wakatoka nazo. Na anasema kwamba it was a great betrayal, manake aliwachukua Eli na Litiema kama familia, alikuwa anafanyia yale ambayo walihitaji, kwa hivyo kuiba pesa zile haikuwa sawa. Nakumbuka kwamba alikuwa ametangaza kwamba wakisarenda waseme kwamba wamerejea, atawasamehe na wataendelea na kazi yao, lakini anasema kwamba hiyo ilikuwa one way of luring them waingie wajilete, manaka wizi ni wizi, mwizi ni mwizi. Naona unajua nyumba ama familia mingi zimekuwa zikipitia changamoto ambazo zinaletwa na wafanyikazi wa hiyo familia. Unajua sasa unaajiri mtu aweze kukusaidia na yeye anaendelea na wizi. Kila ambacho ninasema ya kwamba karakta ya mtu haiwezi kubadilika. Vile alivyozaliwa, kama alizaliwa kama mwizi, atakuwa hivyo hivyo. Kizungumzia swala la wizi, nasema tu kitu kimoja. Kwamba niache tu kwa sababu ni swala ambalo naona kwamba huenda si mwizi ni mwizi, utakuwa mwizi. Si mwizi ni mwizi. Kuwa na uaminifu kwa wale ambao unasikiza na kutazama, kuwa mwaminifu katika ile kazi ambayo umepewa. Ukiachwa pale hakuna supervision, kuwa mwaminifu kwa ile kazi ambayo unafanya. Na vile vile I'm looking for a time, mama, I'm looking forward to a time when wananchi watakuwa na contribute kupatia mwanasiasa ili akikosa kuwafanyia kazi they'll have to answer to that. Lakini kabla tujatamatisha kabisa, ndio ni Kenya, hapa Kenya, to a time, I'm looking forward to a time when that will happen. That is unpredictable. Someday. Someday itafika. Najua in this life, the same way we believe that Jesus will come for a second time, is the same way we believe that there will come a time when haya makuruhu ambayo tunaona yanafanyika yatapungua kwa asilimia kubwa. So it's a dynamic, it keeps on changing. Maybe the way it is today might be different tomorrow. True. Sawa. Na kabla tujatamatisha kabisa, kwamba hiyo jana Rais Uhuru Kenyatta alifanya mkutano na baadhi ya viongozi wa mataifa ya East Africa Community kuzungumzia swala la utovu wa usalama kule DRC Congo. Kina Yoweri Museveni, Rais Salva Kiir, Paul Kagame, Tshisekedi, Ndayishimiye ni baadhi ya viongozi ama marais ambao walifika kuzungumza kuhusiana na swala la utovu wa usalama kule DRC, na wakasema kwamba watajaribu kupeleka vikosi vya usalama pale ili visaidie kuhakikisha kwamba hamna ama utovu usalama utakuwa sehemu ile. Kumbuka kwamba kumekuwa na kutoelewana kati ya taifa la Rwanda pamoja na taifa la DRC hasa kuhusiana na mipaka. Kumbuka kwamba pale awali DRC ilikuwa imefunga mipaka yake kwa Rwanda, especially ndege zake zingeenda kule Uganda, DRC kunradhi, na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanajaribu kutatuliwa na viongozi wa ukanda wa Afrika ya Mashariki. Vile vile kumbuka kwamba Wilson Gashanja, Zablon Mabeya pamoja na Salim Mohamed ni viongozi wa idara ya ardhi wa kitambo ambao likamatwa hiyo jana wakafikishwa mahakamani kwa sababu ya kutia sahihi karatasi ambazo zilipelekea wizi wa viwanja ama wizi wa shamba kwenye eneo la Diani kule Kwale. Walifikishwa mahakamani wakakana mashtaka dhidi yao na wakaachiliwa kwa dhamana shilingi milioni 1 kila mmoja. Wataendelea ama kesi hiyo itasikizwa tena wakati mwingine. Naam, pengine tutamalizia hapo. Pengine nisome jumbe 2-3. Nimemwona Edwin Ratemo akitufuata moja kwa moja. Emily Emia anasema tuned in kutoka Narok. Salimia huyo MC wetu.
jana maanisha nini. Anyway, Victor Mondo hiyo nakuona pale kutoka Nairobi West. Wycliffe Kaunda yeye anataja kwamba what is this to that, what is it that is being talked, what is this to that was anamaanisha what was being talked away from the cameras was incitement probably. Hiyo ni Wycliffe Kaunda. Nimekuona Hailin Mora, Mary Bitutu, kiwemo Enyate Nyabituna, wote ndani. Thank you so much for tuning in. Next unaingia mtakutana na Videlis Mochoge katika kipindi kinachofuata. Nite Edwin Mokaya. Na kumbuka kwamba tutakuwa kule sehemu za Fred's Ranch Isinya Kajiado kwa Abagusi Cultural Night. Kwa hivyo kama uko maeneo ya Nairobi na ungependa kujumuika nasi pale, you are welcome kufika sehemu ile. Naitwa Masio Ntita na kutakia siku njema. Asante sana. Nimeona chama cha Wiper kimeteua jopo kazi ambalo litaenda kumteua mwaniaji wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Mombasa baada ya Sonko kusimamishwa kuwania kiti hicho cha ugavana katika kaunti ya Mombasa. Tukutane hapo kesho. Mimi naitwa Dennis Zadok na kutakia siku njema isiyokuwa na tahana nne.